na mamlaka yako ile ile ya kipekee itokayo juu mbinguni. Baba, kaunyooshe kwa upya tena, ni ule mkono wa kuume wa haki yako. Kwa mkono huo Baba ukatupiganie, kwa mkono huo Baba ukatushindie, kwa mkono huo Baba tukakuone waziwazi ukitembea katikati yetu, ukitembea ukiponya, ukitembea ukirudisha. Ninakusihi Mungu mwenye nguvu, ninakusihi Mungu mwenye uweza, neema hiyo isitupungukie siku hii ya leo. Nami nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nisikie kila mmoja akisema amen. Amen. Nisikie kila mmoja akisema amen. Amen. Basi kwa pamoja nitaomba tuimbe tenzi namba 50 inayosema Yesu nakupenda umali yangu. Yesu nakupenda umali yangu. Yesu nakupenda umali yangu. Twende tuimbe, atatukuta mbele. Hana sana dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa. Sasa nakupenda Yesu, nakupenda umali yangu. Hana sana dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa. Sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Moyo umejaa mapenzi tele, kwa vile ulivyonipenda mbele, uhai wako ukanitolea. Sasa nakupenda Bwana Yesu, sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Haleluya! Changamka tu basi kwa Bwana jamani. Haleluya! Twende tu makofi ya juu wote namna hii. Ulipoangikwa msalabani, tusamehewe tulio dhambi, taji ya utakayoiva. Sasa nakupenda
wapo maiti, kupendana nawe kamwe siachi. Hali za kifo zikinilendea, sasa nakupenda. Haleluya, sasa nakupenda, sasa nakupenda. Haleluya, sasa nakupenda uzidi pia. Bwana Yesu, sasa nakupenda, 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 nakupenda uzidi pia. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, tasema nitakayova, sasa nakupenda. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, tasema nitakayova, sasa nakupenda. Haleluya, sasa nakupenda, nakupenda, sasa nakupenda, nakupenda, sasa nakupenda uzidi pia. Bwana Yesu, sasa nakupenda. Haleluya, sasa nakupenda. Bwana Yesu, sasa nakupenda uzidi pia. Sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda kuzidi pia. Chapio Bwana Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Baba, Baba Adonai, Adonai, Adonai. Bwana, Bwana, Bwana ndio jina lako. Tutayari sasa kusikia kutoka kwako. Tutayari sasa kupokea kutoka kwako. Ni saa yako Baba, ni saa yako Baba, ni saa yako Baba ya kile ulichokiandaa juu yetu siku hii ya leo, kwenda kupokea kutoka kwako. Ninakushukuru kwa kuwa ndivyo itakavyokuwa, kwa utukufu wa jina lako, na watu wote tuseme amen. Amen. Niombe sasa kila mmoja aweze kuketi kwenye kiti chake, na please timu mchukue nafasi zenu. Tuwashangilie waimbaji wetu wanapoenda kuketi. Ongeza makofi ya shangwe kwa ajili yao, na ongeza makofi kwa yule mfalme wa wafalme aliyeachilia neema na kibali juu yao siku hii ya leo. Basi kwa nafasi nyingine tena, nichukue muda huu kuwakaribisha nyote, kuwaalika nyote kwenye ibada yetu ya siku hii ya leo. Uliye mwenyeji, uliye mgeni, nichukue nafasi hii kukualika Jumapili hii ya leo, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi huu wa 6, na ni Jumapili ya pili ya mwezi huu wa 6. Ningependa utamke maneno haya kabla ya kuuleta ule ujumbe ambao Bwana ameuandaa juu yetu siku hii ya leo.
Embu kila mmoja nisikie akitamka maneno haya. Sema: Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Ninakushukuru, Ninakushukuru Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru, Ninakushukuru Mungu mwenye uweza. Mungu mwenye uweza. Asante Baba, Asante Baba, hata kwa ajili ya siku hii ya leo. Ni wewe Baba, uliyenilinda, uliyenitunza, uliyenipigania wiki hii yote. Umeunyoosha mkono wako, ukafanyika baraka katikati yetu, ukafanyika baraka kwenye maisha yangu. Ni wewe Baba, uliyenitetea, uliyenishindia kwa ajili ya ile njia niliyoipita wiki hii yote. Nimekuona waziwazi ukinitetea. Nimekuona waziwazi ukinipigania. Nimekuona waziwazi ukinishindia. Ninakushukuru Mungu mwenye nguvu. Ninakushukuru Mungu mwenye uweza. Asante Baba. Tazama, niko hivi nilivyo, ni kwa neema yako. Niko hivi nilivyo, ni kwa neema yako. Umenipigania wiki hii yote. Umenishindia wiki hii yote. Asante Baba, hata kwa ajili ya hii pumzi ya uhai ambayo Baba hata saa hii umeendelea kuiachilia ndani yangu. Asante Baba kwa neema yako ya kipekee. Ninakushukuru hata kwa ajili ya ule mkate wa wiki hii yote. Huku nipungukia, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni ama usiku. Nimekuona ukifanyika baraka eneo hilo. Ninakushukuru Baba kwa neema yako ya kipekee. Ninaomba Baba kujikabidhi mikononi mwako kwenye ibada ya siku hii ya leo. Ninaomba Baba nisitoke kama nilivyoingia. Nisitoke kama nilivyoingia. Ni wewe uliyesema nitafuteni maadamu napatikana. Nami Baba nimekuwa mtii eneo hilo. Nimekutafuta na saa hii niko mbele ya uso wako. Ni wewe Baba uliyesema leteni hoja zenye nguvu. Nami leo nimekuja mbele zako mwenye hoja zenye nguvu. Ninaomba Baba siku ya leo nisitoke kama nilivyoingia, bali Baba nikauone mkono wako niliouona wiki hii yote. Nikauone kwa saa hii na wakati huu ukinitetea, ukinipigania, ukinitia nguvu na kunivusha mpaka ng'ambo ya baraka zangu. Ninakushukuru kwa kuwa Baba ndivyo itakavyokuwa. Amen. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba wewe unayeandika uandike kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema vita vyetu si vya mwili. Wakorinto wa pili 10:3-5. Wakorinto wa pili 10, sura ile ya 10 mstari ule wa 3 mpaka ule wa 5. Takuwa na dakika chache za kusoma hayo maandiko machache, niwe na muda mzuri wa kushughulika rohoni. Wakorinto wa pili 10, nitaanza mstari wa 3 kama ilivyoandikwa, nitasoma. Neno la Mungu linasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili,
hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ninarudia tena mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ningependa kila mmoja atamke maneno haya akiwa anamtazama mwenzake. Mwambie mwenzako, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaishi katika mwili, ingawa tunaishi katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Amen. Sasa nasonga mbele. Ule mstari wa 4, Biblia inasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ninarudia. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mstari ule wa 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ninarudia mstari wa 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Hapa sasa niseme maneno machache. Hili ni neno la Mungu, linatukumbusha sisi kama Wakristo ambao ndani yetu tumepata neema ya kuukulia wokovu. Hili neno linasema juu yako wewe, juu yangu mimi, na yoyote asikiaye na asomaye haya, kwamba ingawa unaenenda, ingawa unaishi, wewe unaishi katika mwili, unaenenda katika mwili, unafanya shughuli zako katika mwili, unafanya biashara zako katika mwili, unafanya kazi zako katika mwili, unafanya huduma aliyeweka Mungu ndani yako katika mwili. Biblia inasema ingawa unaenenda, unaishi katika mwili, haufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kumbe kwa maneno mengine, kuna vita ambazo mimi na wewe tunatakiwa tuzipigane, lazima tuzipigane, hazikwepeki. Narudia tena. Kuna vita ambazo zinatutokea katika kuenenda kwetu katika mwili, katika kuishi kwetu katika mwili. Hizo vita hatutakiwi kuzikwepa, hatutakiwi kuzikimbia, isipokuwa ingawa zinatutokea katika mwili, Biblia inasema hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, ijapokuwa inakutokea katika mwili, ulimwengu wa mwili, sio rohoni, wa mwilini. Unaiona vita imeinuka eneo fulani, aidha la huduma, eneo fulani aidha la uchumi, eneo fulani aidha la ndoa, eneo fulani aidha la uzao, eneo fulani aidha la kutafutia riziki
kwenye kipato chako imeinuka. Biblia inasema ingawa unaishi katika mwili, unaenenda katika mwili, wewe uliye Mkristo, wewe uliyekulia wokovu, wewe unalitaja jina la Bwana Mungu wako, haufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini nasema haufanyi vita kwa jinsi ya mwili? Maana silaha za vita vyetu. Kumbe mimi na wewe tunayesikia haya, tunazo silaha za vita vyetu ambavyo ni vya kiroho, ingawa tunaenenda mwilini. Tunazo silaha za vita vyetu ambazo ni za kiroho, ingawa tunaishi katika mwili, na hizo vita zimetutokea katika ulimwengu wa mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Biblia inasema tunazo silaha za vita vyetu. Hebu mwambie jirani yako, unatambua? Unatambua. Unajua? Unajua. Unazo silaha. Unazo silaha za vita vyako. Za vita vyako. Muulize jirani yako, unajua? Unajua. Unafahamu? Unafahamu. Je, unatambua? Je, unatambua? Unazo silaha. Unazo silaha. Unazo silaha. Unazo silaha za vita vyako. Za vita vyako. Amekujibuje? Ndo anajua sasa. Biblia inasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haijalishi hiyo ngome ya magonjwa ina ukubwa kiasi gani, haijalishi hiyo ngome ya hilo tatizo ulilokuwa nalo lina ukubwa kiasi gani, haijalishi hiyo ngome ya aibu uliyokuwa nayo ina ukubwa kiasi gani, haijalishi hiyo ngome ya hilo deni uliyokuwa nayo ina ukubwa kiasi gani, lakini hizi silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kumbe mimi na wewe tuna neema ambayo inawezekana kwa namna moja ama nyingine tulikuwa hatutambui, kwa namna moja ama nyingine tulikuwa hatufahamu, kwa namna moja ama nyingine tulikuwa hatujui kwamba sisi ni watu wa namna gani ulimwengu wa roho, kwamba mimi na wewe ni watu wa aina gani ulimwengu wa roho, katika kushindana kwa kila vita inayoinuka juu yetu. Lakini leo tunapata neema ya kutambua kupitia maisha yetu tunayoyaishi ya kimwili, mwilini, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, ila tunazo silaha. Leo neno la Mungu linatuambia kwamba tunazo silaha na linatuonyesha uwezo wa utendaji kivita rohoni. Sizungumzi mwilini, uwezo wa utendaji kivita rohoni, namna ambavyo zinaweza kushindana, kupigana na kuleta matokeo chanya ulimwengu wa roho na sio matokeo hasi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kile kitabu cha Waebrania 4:12 neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hili ni neno la Mungu kutoka kitabu hiki cha Waebrania. Biblia inaelezea, Biblia inasema kwamba neno la Mungu li hai,
neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Hilo neno lina nguvu cha kuzigawanya nafsi na roho, kuzitenga nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua. Mwambie jirani yako, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya huo moyo. Rudia tena, sema tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya huo moyo. Amen, amen. Amen. Tunaona hili ni neno la Mungu ambalo Biblia inasema ili neno la Mungu li hai, na inaelezea utendaji kazi wake. Lina nguvu, ni upanga kuliko zile panga unazozijua wewe, kuliko zile sime unazozijua wewe. Ni kali, lina uwezo wa kugawanya nafsi ikawa kwake, roho ikawa kwake, na hata yale mafuta yaliyoko ndani yake yakajitenga. Sasa kama Biblia inasema ikiwa tunaishi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, lakini vita vipo. Ndio maana Biblia inasema hizi silaha za vita vyetu si za jinsi ya mwili. Maana yake vita tunayo na silaha tunazo, lakini vita hii ni ya kiroho. Haitoshi, na silaha hizi ni za kiroho, si vita ya kimwili, na si silaha za kimwili unazozijua wewe ama unazozifahamu wewe, na si vita ya kimwili unayoijua wewe ama unayoifahamu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ila kwa wewe uliyeokoka, wewe unayelisikia neno hili, wewe unayetambua na kuyafahamu maandiko matakatifu ya kwamba hatushindani mwilini, tunashindana rohoni. Pale unapokuwa umekutana na kikwazo chochote, unapokuwa umekutana na shida yoyote, unapokuwa umekutana na tatizo lolote, unapokuwa umekutana na tabu yoyote ama na neno lolote lililo kinyume na kusudi na mapenzi ya Mungu, kuna namna ya mtu wa Mungu ya kushindana na ile hali anayekutana nayo ulimwengu wa mwili. Wewe uliye mtu wa Mungu, unapokutana na hiyo hali ulimwengu wa mwili, haupaswi kushindana kwa namna ya kimwili. Badala yake unatakiwa utambue kwamba ingawa na enenda katika mwili, mimi sitakiwi kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Si kama tunaelewana? Si mwalimu mzuri, lakini namsihi Roho Mtakatifu anisaidie kuwa mwalimu mzuri ili eneo, ili tutakapoanza kushambulia ujue unashambulia kwa namna ya rohoni, sio kwa namna ya mwilini. Iko hivi, si nifundishe kwa mfano. Iko hivi, una adui yako lakini ulikuwa hujui ni adui yako. Una mtesi wako, ulikuwa hujui ni mtesi. Una mtaabishaji wako, lakini ulikuwa utambui, hujafahamu kwamba huyu ndiye anyenitaabisha, amenifanya niyaishi maisha haya.
Huyu ndiye anayenitesa, amenifanya niwe kwenye aibu hii. Huyu ndiye aliyenihuzunisha na kunisababisha niwe kwenye madeni haya. Lakini mwanzo awali ulikuwa hujatambua bado, ulikuwa hujafahamu bado, ulikuwa hujajua bado. Lakini kupitia neema ya Mungu, neema ya Mungu Baba, kupitia neema yake, kuomba kwako, kumuomba yeye, kuna siku ukapata ufunuo. Kuna siku Mungu akakufunulia, akakudhihirishia kwamba unapokuwa ukiomba, unapokuwa ukiachilia makombola yako, anayesababisha shida hii ni huyu. Usipige pale, piga hapa. Kama ulikuwa unapiga mjomba, ulikuwa unakosea target. Piga shangazi. Shangazi ndio chanzo cha shida ya hii ndoa, na mjomba sio chanzo cha shida ya hii ndoa. Lakini ulikuwa unapiga kule, kakufunulia, umefahamu sasa ni shangazi, kumbe ndio chanzo cha tatizo la hii ndoa. Umefahamu katika ulimwengu wa roho, wewe sasa unataka uenende katika ulimwengu wa mwili. Na Biblia inasema ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tunaishi katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Na kujibu sasa wewe mwenye hiyo hali. Sasa baada ya kutambua kwamba huyu ndio chanzo cha shida ulionayo, vita yako wewe ni ya kiroho, sio ya kufunga safari na kwenda kupanda basi na kuelekea kijijini alipo shangazi ili ukamwambie toa ugonjwa huu, toa aibu hii, toa huzuni hii, toa tabu hii. Badala yake ya ufunuo ule, wewe unamlingana Bwana. Si imeandikwa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama? Kwa nini unashindana juu ya damu na nyama? Na Biblia inasema kushindana kwetu sisi, kumbe kushindana kupo, ila si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kumbe ziko falme, unatakiwa uzipige zile falme. Huwezi kutatua tatizo bila kujua chanzo cha tatizo. Kumbe chanzo cha hiyo shida ya huyo shangazi, kuna falme fulani ya giza, yamkini tokea kuzimu ya angani, yamkini tokea kuzimu ya baharini chini ya bahari, yamkini kutokea kuzimu ya nchi kavu. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kumbe ziko mamlaka, wewe unazifuata mamlaka mwilini, utapotea, utakwenda gerezani. Hazifuatwi mwilini, zinafuatwa rohoni. Juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili. Wewe mkuu wa giza hili unamfuata mwilini? Mfuate rohoni, shindana naye rohoni. Wewe mamlaka unaifuata mwilini? Ifuate rohoni, shindana naye rohoni. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukikosa maarifa ndio unakwenda na maji. Biblia inasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, ya wakuu wa giza hili, ya zile mamlaka na majeshi yote ya pepo wabaya katika nini? Katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika ulimwengu wa nini? Biblia imesema ulimwengu wa mwili. Naongea na kanisa hapa. Biblia imesema ulimwengu wa mwili? Hapana. Biblia imesema ulimwengu wa mwili? Imesema ulimwengu wa nini? Wa roho. Imesema ulimwengu wa nini? Wa roho. Biblia imesema ulimwengu wa roho. Mwangalie jirani yako, mwambie kwa nini wewe unashindana ulimwengu wa mwili? Kwa nini wewe unashindana ulimwengu wa mwili? Umeokoka kweli? Umeokoka kweli? Ni Mkristo kweli? Ni Mkristo kweli? Ulikuwa ulijui andiko hili? Ulikuwa ulijui andiko hili? Ulikuwa ulijui andiko hili? Ulikuwa ulijui andiko hili? Kwa nini unaenenda katika mwili na unafanya vita katika mwili?
Kwa nini unaenenda katika mwili na unafanya vita katika mwili? Na Biblia imekataza. Na Biblia imekataza. Amekuelewa elewa? Najibu hoja kimaandiko. Kwa nini unashindana? Kaa kimya. Ingia katika chumba chako cha ndani. Litie jina la Bwana kupitia neno lake hili. Ni kweli Mungu, nimetambua, nimejua sasa, ingawa naishi katika mwili, sipaswi kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Unaanza kuvaa silaha zake sasa. Unaachilia makombora yake, na yanakwenda vita ya kiroho. Vita ya kiroho ni nzuri sana kuliko vita ya kimwili. Narudia tena, vita ya kiroho ni nzuri sana ukijua kuipigana kuliko vita ya kimwili. Mimi hapa nilipo naweza kuachilia makombora ya kiroho, na mtesi wangu yuko kama kakauka kabisa cha, kuliko kuanza kuingia gharama ya kufanya vibarua nipate nauli, ni utese huu mwili kwenye mabasi yaharibike mpaka nafika Kahama nimechoka. Alafu yule ninayemfuata pale mtaani yeye ndio mwenye nguvu, mimi nina uchovu wa safari. Tukisema tuanze kuzitwanga, yeye mwenye nguvu atanishinda kwa kuwa mimi nimekuwa dhaifu kwa uchovu wa safari. Na vita hiyo sio nzuri, na haileti matokeo chanya kwa ufalme wa mbinguni. Biblia inatutaka hivi leo, ingawa tunaishi katika mwili, tusifanye vita kwa jinsi ya mwili. Lakini maisha yetu kama Wakristo tumekuwa tukishindana katika mwili badala katika roho. Vita vyetu vingi sana sisi kama Wakristo tunashindana mwilini na hatupokei matokeo yaliyo sahihi yenye kuleta ushindi. Utafika mahali nafsi itakuhukumu, itakusuta. Hata wewe unaijua kweli neno la Mungu linasemaje, hiki ulichokifanya ni sahihi, hichi ulichokinena ni sahihi, ulichokisema na kukitamka, je, ni sawa? Na kwa kuwa Biblia imetufundisha na imetukataza tusishindane mwilini. Wewe unayesikia neno hili sasa, utakapochukua hatua ya kushindana ulimwengu wa mwili, ile nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inatoka. Mungu mwenyewe anajitenga, anasema ngoja nimwache mwanangu, kwa kuwa ameona anao uwezo wa kujitetea. Ngoja nimwache mwanangu kwa kuwa anao uwezo wa kujipigania. Ngoja nimwache mwanangu kwa kuwa ameona anao uwezo wa kushinda hii vita. Wewe unapoenenda mwilini ukashindana vita ile katika hali ya kimwili, Mungu hawezi kuwa pamoja nawe, akitambua kabisa nimeonya, ingawa mnaenenda katika mwili, msifanye vita katika nini? Kwa jinsi ya mwili. Kwa nini sasa unafanya vita kwa jinsi ya mwili? Ina maana mimi sipo, ina maana mimi siwezi. Mkono wangu sasa umekuwa mfupi, nishindwa kuokoa, na hata sikio langu limekuwa zito, lishindwa kusikia. Wewe mwenye hii neema ya kulisikia hili, mwenye hii neema ya wokovu wa Kristo ndani yako, kuanzia leo fahamu, kuanzia leo tambua kwamba kushindana kwetu sisi si kwa jinsi ya mwili. Lakini ingawa tunaenenda katika mwili, hatutakiwi kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Wewe unaweza ukanisoma, muone yule
mimi sitakurudishia hivyo, nitamsii Bwana. Alafu yeye ana namna ya kuhukumu kwa kile ulichonihukumu wewe, ana namna ya kutenda kwa kile ulichonitendea wewe, ana namna ya kujibu kwa kile ulichonijibu wewe. Leo, kuanzia leo, ukiyajua haya, ukiyafahamu haya, ukayaishi haya na ukaanza kuyatenda haya, utafanikiwa sana. Uliyekuwa unalia utatoka kwenye kile kifungo cha kulia. Uliyekuwa unahuzunika utatoka kwenye kile kifungo cha kuhuzunika, kwa sababu utashindana katika mwili, kwa kuwa unaenenda katika mwili na hautapokea matokeo. Badala yake utabaki kwenye maisha ya mateso, maisha ya huzuni, maisha ya tabu. Ili utoke hapo, vita vyetu si vya jinsi ya mwili, na silaha za vita vyetu si za jinsi ya mwili, ni katika ulimwengu wa roho. Leo hii hapa ukiliambia jeshi letu mshambulie adui aliyoko let's nchi gani, tufanye Afrika Kusini, hata likisema litege mzinga wake hapa, unaweza kukuta hauna masafa ya kufika pale, lakini neno la Mungu lina masafa ya adui yako kama iko nje ya nchi. Neno likafika likawa moto, neno likafika likawa upanga, neno likafika likawa nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Unaiona vita sasa ya kiroho na silaha zake zilivyokuwa na uwezo wa kusafiri na kwenda mahala husika utakapolituma neno lile. Ukilituma neno lako kwa adui aliyesababisha shida ulionayo, hata kama yuko nje ya taifa hili, neno lile linao uwezo wa kwenda. Lakini ingekuwa ni vita ya kimwili, we mwenyewe hata passport ya kusafiria unamfuataje huko? Kwanza hata uwanja wenyewe wa ndege hujui na utegemei kama hata nyayo zako zitakanyaga pale. Unafikaje? Kwa ungo wa bibi. Ukilituma lile neno la Mungu likawe moto kwenye kile kichaka cha kichawi, poli la kichawi, likawe moto, linateketeza poli lote, kichaka chote kinateketea. Neno la Mungu ni upanga. Ukilituma ulimwengu wa roho likageuke kuwa upanga ukatao kuwili, linakwenda. Vile namna utakavyolituma ndivyo litakavyotenda kazi. Vile namna utakavyolitumia ndivyo litakavyotenda kazi. Narudia, vile ambavyo neno la Mungu utakavyolitumia ndivyo litakavyotenda kazi, sawa sawa na ile haja ya moyo wako. Unataka likawe nini? Moto uteketezao? Unataka likawe nini? Upanga ulio mkali ukatao kuwili? Unataka likawe nini? Nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Wewe unataka leo hii ili neno likawe nini juu ya mtesi wako? Likawe nini juu ya adui yako? Likawe nini juu ya mtabishaji wako? Vile Roho wa Bwana anavyosema na wewe ndani yako, unavyoliachilia linakwenda vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ule muda mwingi utaniona, utakoma, tuone kama utafanikiwa. Wewe ulitakiwa useme maneno machache tu: kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, neno lolote baya uliolitamka juu yangu kuanzia sasa na ligeuza na amuru likageuke juu yako wewe. Ule ubaya uliokusudia juu yangu ukakupate wewe. Inakuwa vile vile. Ani badala ya kuanza kumjibujibu, unapoteza muda na unaifanya ile nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako ijitenge na wewe. Badala yake mgeukie Bwana, batilisha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yangu
haitafanikiwa. Silaha ya yale maneno yametamkwa niwe mgonjwa, haitafanikiwa. Silaha ya yale maneno imetamkwa nipate ajali, sitapata ajali. Silaha ya yale maneno imetamkwa nishindwe, sitashindwa eneo lolote la baraka zangu. Kuanzia sasa na geuza ule ubaya uliotumwa na kuelekezwa juu yangu uwapate wao, yoyote yule, ndani ya jumuiya ninayoishi, ndani ya eneo ninaloishi, ndani ya familia niliyotoka, ndani ya ukoo nilikotoka. Ikiwa kuna maneno ya uharibifu yaliyotamkwa kwenye madhabahu yoyote ile, ili uharibifu ule ulimpate mimi, ninageuza. Ukisema unageuza, nyuma yake wako malaika wanaosimamia. Lipo jeshi la malaika Mikaeli linasimamia kile unachokitamka wewe uliye mtakatifu wa Bwana. Inakuwa vile vile. Si imeandikwa? Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kumbe kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inatupa sisi kushinda. Ni moja kati ya silaha ambazo wewe uliye Mkristo unapaswa kuzitumia. Naye akawashinda kwa ile damu ya mwana kondoo, ambaye hakupenda yale maisha yale atakufa. Hakupenda. Itumie damu ya Yesu kushinda. Na ndio damu ile ukomboa huu ulimwengu, ilimwagika msalabani. Silaha ziko nyingi za Mungu, ila hatuzitumii kwa kuwa tunaenenda katika mwili. Tunaamua kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Kwa kuwa tunaenenda katika mwili, tunaamua kushindana katika mwili. Kuanzia leo, wewe uliyelazwa usingizi wa kichawi, uamke, ufahamu, utambue kwamba ingawa ninaishi katika mwili, sipaswi kufanya vita kwa jinsi ya mwili. Hata ukimwona mpendwa mwenzako anakujibu yaliyo maovu, yaliyo mabaya, yasiyo na utukufu wa Mungu Baba, haupaswi na wewe kumjibu. Kuna namna ya kumjibu. Umefahamu? Yuko ambaye hapendi hatua za baraka zako. Hakuna sababu za kumfuata mwilini. Chomoka ulimwengu wa roho. Nenda. Si imeandikwa? Wafanya malaika wake kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto. Geuka kuwa mwali wa moto. Chomoka ulimwengu wa roho. Ikiwa mchawi ana uwezo wa kuacha mwili wake usiku akaja kukuangia wewe, inawezekana hujafahamu bado. Ndio maana mtu unaweza kumwambia mme wako mchawi, asema mme wangu sio mchawi. Mke wako mchawi, anasema mke wangu sio mchawi. Anamsubiria usiku akiwa wamelala, anajua labda kuanzia usiku saa 6, saa 8 atakuwa kaondoka hapa. Kuna wakati wachawi wanaiacha miili yao, anachomoka ndani ya mwili, anakwenda kufanya uharibifu wake, uchawi wake, uanga wake. Utamkuta baba yule anamtekisa mke wake, mama fulani, mwili upo lakini mama fulani haitiki. Mama anamtekisa baba fulani, mwili upo lakini baba haitiki. Unafikiri kwa nini haitiki? Mtu mwenyewe ambaye ndio mwenye ule mwili hayumo ndani ya mwili. Mtu mwenyewe ambaye ndiye mwenye ule mwili, kwa majira hayo, kwa wakati huo, hayumo ndani ya huo mwili, hawezi kuitika. Atakapokuwa ndani ya huo mwili ataitika. Asubuhi anakuambia, unanisingizia mme wangu sio mchawi, mbona nilimuona? Mke wangu sio mchawi, mbona nilimuona? Nimelala naye usiku paka asubuhi. Kumbe ulilala na mwili
majira ya kuanga kwake yalipofika. Sasa kama mchawi anaweza akauacha mwili wake akaenda akafanya uharibifu, wewe unashindwaje? Kuchomoka na kwenda kushindana ulimwengu wa roho, kwamba sikubali kukaliwa. Mchungaji, sasa inakuwaje? Kwa mfano, unavoota ndoto uko Marekani. Mchungaji, nimeota ndoto niko Marekani. Marekani yenyewe unaisikia tu, huijui. Kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho umefika kweli rohoni. Ulimwengu wa roho umefika kweli. Nani hapa anaotaga yuko nje ya nchi? Kwa uaminifu tunyosha mkono, usisimame, kaa. Ulishai kuota huko nje ya nchi? Mungu akubariki. Wengine wanaona aibu. Ndugu, neno la leo linakuhusu. Shindana kweli kweli, lakini huko ulikoota ulikuwa na mawazo na fikira kwamba kuna siku utafika. Na pasipoti unayo sasa, unayo, lakini bado hujafika kimwili. Sasa ndio hiyo sasa, unatakiwa sasa ushindane. Lakini kushindana kwako sasa kumng'oa adui wa njiani. Hata kama utaletewa ndotoni, haumfuati kimwili, unashindana ulimwengu wa roho. Kuanzia sasa nasimama kinyume na aliyezuia safari ya baraka ya huduma yangu, safari ya baraka ya maisha yangu, safari ya baraka fulani. Aliyekaa kwenye njia ya safari yangu, kwenye njia ya baraka yangu, huyo tunamuita adui wa njiani, mcheleweshaji. Adui wa njiani mzuia, anazuia tu lakini utakwenda, anachelewesha tu lakini utapata. Ni adui wa njiani, amekaa hapo. Huyo utamshinda kwa silaha za kiroho, ulimwengu wa roho. Utashuhudia siku moja kupitia ibada ya neno hili la leo. Ni Jumapili ya pili ya mwezi huu wa 6 2026. Utakwenda, narudia tena, utakwenda. Lakini katika kushindana ulimwengu wa roho, zipo silaha ambazo zitawang'oa aliyekaa pale kuzuia safari hii. Na Mungu amenionyesha ulimwengu wa roho nimefika. Unapoota kabisa, yani ulimwengu wa roho ulishafika, lakini hawa jamaa mwilini ndio wanazuia. Rohoni umefika. Ndio maana unaota kabisa unatembea, unafanya biashara, unatembea unafanya kitu fulani, unatembea unafanya manunuzi fulani. Ulimwengu wa roho umefika lile eneo, lakini uko jetirumo kigilagila, umelala ukishtuka, kumbe niko kigilagila. Lakini ulikuwa sehemu fulani, Marekani, Sweden. Rohoni umefika. Ndio wachawi namna hiyo wanauacha mwili. Yaani wewe pale ule mwili umebaki. Unaposhtuka kwenye ile ndoto, roho yako ndio imerudi, imeingia ndani ya huu mwili, ndio umeshtuka. Tendo la kushtuka, roho yako ndio imeingia ndani ya ule mwili. Lakini majira yale ulimwengu wa roho ulikuwa kule. Ndivyo wachawi, kuna majira wanapofanya uharibifu wao, wana uwezo wa kuiacha miili yao. Anaacha mwili kabisa, anaenda kufanya uharibifu. Hebu sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, nalisogelea lile gala la silaha za Bwana za kivita, najivika silaha hizo zenye uweza katika Bwana
najivika silaha hizo zenye uweza katika Bwana. Kwa sauti ya tatu iliyo kuu, najivika silaha hizo zenye uweza katika Bwana. Kwa namna ya rohoni nachomoka ulimwengu wa roho, nasimama kinyume na yule adui wa njiani. Naongea na wewe ule adui wa njiani, umekaa kwenye ile njia ya baraka zangu kunichelewesha, umekaa kwenye ile njia ya lile kusudi langu kunichelewesha. Leo nasimama kinyume nawe kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume nawe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia moto wa Bwana. Imeandikwa, neno la Bwana ni moto ulao. Kuanzia sasa na umimina moto wa Bwana na wateketeza wale wote ni adui wa njiani, na wateketeza wale wote waliokaa kwenye ile njia ya baraka zangu ili kunizuia, waliokaa kwenye ile njia ya huduma yangu ili kunipinga, waliokaa kwenye ile njia ya elimu yangu ili kunizuia. Kuanzia sasa nasimama kinyume nao kwa jina la Yesu, na ukamata upanga wa Bwana ulimwengu wa roho, na wafyeka kwa jina la Yesu, na wafyeka kwa jina la Yesu, na wakamata ulimwengu wa roho, na wafyeka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu neno lako ni upanga. Ninaomba Baba, ile neema ya kutumia ule upanga ambao ni neno lako. Inawezekana yuko ambaye kwa muda huu amesimama kwenye madhabahu, anaitumia nyota yangu. Leo nasimama kinyume naye ulimwengu wa roho, na mfyeka kwa jina la Yesu, na mfyeka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nafanya vita ulimwengu wa roho, nafanya vita ulimwengu wa roho, na uachilia upanga wa Bwana, na wafyeka yoyote yule aliye adui juu ya baraka zangu, aliye mtesi juu ya uzao wangu, aliye mtaabishaji juu ya afya yangu, juu ya huduma yangu. Kuanzia sasa kwa upanga wa Bwana na mfyeka ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naongea sasa na we mtaabishaji wa baraka wa miguu yangu, naongea na we mtesi juu ya baraka ya miguu yangu. Kuanzia sasa na utuma moto wa Bwana, na utuma moto wa Bwana. Kwa moto huo ninaamuru teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa damu ya Yesu, na kuagiza uachilie kila baraka ya hatua ya miguu yangu, uachilie kila baraka ya hatua ya miguu yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu ile madhabahu inonitesa, ile madhabahu inonitaabisha, na iteketeza kwa moto wa Bwana, na iteketeza kwa moto wa Bwana, na iamuru iteketee kuanzia sasa, iteketee kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na ule mkoba wa kichawi leo, na uteketeza kwa damu ya Yesu. Ule mkoba wa uganga ndani ya ukoo, na uchoma kwa moto wa Bwana. Ule mkoba wa kichawi ndani ya ukoo, na uteketeza kwa moto wa Bwana kwa jina la Yesu. Saa imefika ya
kuvunja ile mikataba ndani ya familia. Saa imefika ya kuvunja yale maagano ndani ya ukoo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu imeandikwa, neno lako ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Kuanzia sasa, kwa namna rohoni, na ikamata nyundo ya Bwana, ninavunja yale maagano ya kishetani ndani ya familia, ndani ya ukoo. Ninavunja kila aina ya mikataba ndani ya ukoo, ndani ya familia kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu leo ninaamka kutoka kwenye ile madhabahu iliyonilaza kwa miaka mingi. Ninaamka kwa namna rohoni, ninaamka kutoka kwenye ile madhabahu iliyonishikilia kwa miaka mingi. Ninaamka sasa na nyota yangu, ninaamka sasa na maisha yangu, ninaamka sasa na huduma yangu, ninaamka sasa na ndoa yangu na uzao wangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninaomba Baba, ile neema ya kuamka kwenye ile madhabahu iliyonilaza kwa miaka mingi, neema hiyo iwe juu yangu. Ile neema ya kutoka kwenye ile madhabahu iliyonishikilia kwa miaka mingi, neema hiyo iwe juu yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nashindana sasa kwa namna rohoni, na washinda wote kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, naye akawashinda kwa damu ya mwanakondoo. Kuanzia sasa, yoyote yule aliyenishikilia kwenye ile madhabahu ya uharibifu, yoyote yule aliyenishikilia kwenye ile madhabahu ya manabii wa bahari, leo unaniachilia, leo unayaachilia maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninaomba Baba, kila ngome iliyojengwa mbele ya baraka zangu leo naivunja, naipolomosha kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, ewe ngome ya magonjwa ndani ya umwili, polomoka kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa ninavunja ulimwengu wa roho, kila ngome ya uharibifu juu ya baraka zangu, ya uharibifu juu ya kesho yangu, ulimwengu wa roho na ipolomosha ngome hiyo kwa jina la Yesu. Na iamuru ipolomoke, na iamuru ipolomoke. Elimu yangu iachiliwe, elimu yangu iachiliwe, kesho yangu iachiliwe, baraka yangu iachiliwe, asili yangu iachiliwe kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nashindana sasa na yale majeshi ya pepo wabaya ulimwengu wa roho, na umimina moto wa Bwana kwa namna ya rohoni, na teketeza kila jeshi la pepo wabaya lililoelekezwa juu ya maisha yangu. Ninaliamuru liteketee kwa jina la Yesu, na yakusanya majeshi yote ya pepo wabaya yatendayo kazi tokea angani, na yalipua kwa moto wa Bwana. Na yakusanya majeshi yote ya pepo wabaya yatendayo kazi tokea nchi kavu, ninayalipua kwa moto wa Bwana. Na yakusanya majeshi yote ya pepo wabaya yatendayo kazi tokea baharini, chini ya bahari, na yalipua kwa moto wa Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninaomba Baba, kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, nazikusanya silaha zote za uharibifu tokea angani juu ya maisha yangu, silaha zote za uharibifu tokea baharini juu ya maisha yangu, silaha zote za uharibifu tokea nchi kavu juu ya maisha yangu. Kwa namna rohoni nazikusanya kwa pamoja, naziteketeza kwa moto wa Bwana. Imeandikwa, neno la Bwana ni moto
lao. Kuanzia sasa nateketeza ile silaha ya uharibifu juu ya maisha yangu. Ninaiamuru iteketee kwa jina la Yesu, iteketee kwa damu ya Yesu, iteketee kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nashindana sasa na kila falme na mamlaka zote za giza tokea angani. Nashindana sasa na kila falme na mamlaka za giza tokea baharini, tokea nchi kavu. Kwa namna rohoni nashindana nazo. Ulimwengu wa roho imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Kuanzia sasa, ewe silaha ya aibu, na nena na wewe, naongea sasa na wewe jini uliyegeuka kuwa aibu. Naongea sasa na wewe jini uliyegeuka kuwa mikosi, kuwa balaa, kuwa laana, kuwa nuksi. Naongea sasa na mashetani wote waliopokea sadaka kwenye ile madhabahu ya manabii wa Baali, kwenye ile madhabahu ya makuhani wa kichawi, kwenye ile madhabahu za ukoo wa baba, za ukoo wa mama, za ukoo nilikooa, nilikoolewa. Kuanzia sasa, kwa namna rohoni, silaha hizo naziteketeza. Enyi mashetani, enyi mashetani, ninaamuru sasa, ulimwengu wa roho, ninyi ni roho, mna masikio, sauti hii mnaisikia. Kuanzia sasa ninawaamuru mpige kona, mrudi kwa aliyowatuma. Mpige kona, mkamwingie aliyowatuma, likatimie lile andiko, achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Kuanzia sasa, wewe uliyechimba shimo la matatizo juu ya maisha yangu, na kukamata ulimwengu wa roho na kutumbukiza kwenye shimo hilo. Wewe uliyetega mtego wa ajali barabarani, na kukamata ulimwengu wa roho, na kukamata ulimwengu wa roho, ninaamuru kwa mtego huo ukunase mwenyewe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa nakataa kila baya lililopangwa juu yangu halitafanikiwa. Kila uharibifu uliokusudiwa kwenye maisha yangu hautafanikiwa. Kila aibu iliyoelekezwa kwenye maisha yangu haitafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu kuitegua mitego yote ya kishetani juu ya baraka zangu, mitego yote ya kishetani juu ya ndoa yangu, mitego yote ya kishetani juu ya huduma yangu. Kuanzia sasa, kwa namna ya rohoni, naitegua mitego hiyo, ulimwengu wa roho, naitegua mitego hiyo, ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe mtego, fyatuka, fyatuka kwa jina la Yesu, fyatuka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu kila mtego wa uharibifu ulioelekezwa juu ya maisha yangu na uamuru ufyatuke. Imeandikwa, ategaye mtego utamnasa mwenyewe. Ninaamuru kuanzia sasa, yoyote yule aliyetega mtego juu ya maisha yangu umnase yeye, juu ya kesho yangu umnase yeye, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu ulimwengu wa roho, mara hii tu ulimwengu wa roho, nashindana na ile mizimu inayonifuatilia. Ni mizimu ya ukoo, nashindana nayo kwa namna ya rohoni. Ewe mzimu wa ukoo wa baba, ewe mzimu wa ukoo wa mama, kwa namna ya rohoni nashindana na wewe kwa jina la Yesu. Nafanya vita na ile mizimu inayofuatilia maisha niliyo nayo. Nafanya vita na ile mizimu inayofuatilia maisha niliyo nayo. Ni maisha ya ndoa na uzao, ni maisha ya kazi na biashara, ni maisha ya huduma na
kumtumikia Mungu kuanzia sasa. Ewe mzimu, kwa namna rohoni na kushinda sasa kwa damu ya Yesu, na kushinda sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nafanya vita na ile mizimu inayonishikilia, na ile mizimu inayonizuia, na ile mizimu inayonifuatilia. Kuanzia sasa nashindana nayo kwa damu ya Yesu. Natoka chini ya sheria ya ile mizimu ndani ya ukoo. Natoka chini ya sheria ya ile mizimu ndani ya ukoo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya nikiiteketeza ile madhabahu kwa moto wa Bwana. Iteketee, 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 ikuachilie, ikuachilie, ikuachilie. Iachilie mafanikio yako, iachilie asili yako, iachilie nyota yako, iachilie kibali chako, iachilie hatima yako. Ulimwengu wa roho na iamuru iachilie. Ulimwengu wa roho, ile madhabahu ikuachilie. Naongea na kuhani wa hiyo madhabahu iliyokushikilia kwa miaka mingi, ikuachilia kuanzia sasa. Usonge mbele, uelekee kwenye hatima yako, uelekee kwenye kibali chako kuanzia sasa. Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Bwana, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami.
Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nasi Bwana, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nasi Bwana, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe na mimi, kanisa lako, uwepo wako uwe nami, uwe nami, uwepo wako, uwepo wako uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe nami, Baba, Baba, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nami, uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwe nami Bwana, uwepo wako, uwepo wako uwe nami siku zote za maisha yangu, uwepo wako uwe nami, Baba, uwe nami, Baba, uwepo wako, uwepo wako uwe nami, hatutaki kuondoka bila uwepo wako Bwana, uwe nasi, maisha yetu tunayaweka uweponi mwako Bwana, uwe nasi, hatutaki kutoka ndani ya uwepo wako Bwana, uwe nasi, uwepo wako, uwe nami, uwepo wako, uwe nami, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwe nami, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwe nami, ombi langu Bwana wangu, peke yangu
tukuone wewe ndani ya maisha yetu Bwana. Haleluya Bwana. Wow.
Amen. Utaimba huo wimbo kwa sauti ya chini. Lini utapita kwangu, niguse pindo la vazi yako. Kwa sauti tu ya chini. Kuanzia sasa hakuna atakayeshikilia baraka za miguu yako tena. Ni wewe Baba uonaye sirini. Miguu hii naiweka huru sasa. Nakomboa na baraka za miguu hii. Ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili. Nakomboa baraka za miguu moja, nakomboa baraka za miguu mbili, nakomboa hatua zake, hatua zake. Wewe uliyepata kibali cha kumfuatilia kila alipo, kila aendako, kibali hicho na kiondoa, kibali hicho na kiondoa, kibali hicho na kiondoa, kibali hicho na kiondoa, kibali hicho na kiondoa. Wewe uliyepewa kibali cha kumfuatilia kila anapokwenda, cha kumfuatilia kila alipo, cha kumfuatilia kila anachofanya, leo ndio mwisho, ndio mwisho. Ninyi ni roho na waagiza, hapa sio mahala penu, na hata kuwa dhaifu tena wa miguu, hata kuwa mgonjwa tena kwa habari ya miguu, hata kuwa mgonjwa tena kwa habari ya miguu. Udhaifu wa hiyo miguu, ugonjwa wa hiyo miguu, na uamuru wame ndani yako. Uende kwa aliyeuandaa, uende kwa aliyeutengeneza, na upeleka moja, unakwenda unampata yeye, na mapigo hayo, mateso na maumivu anayapata kwa wakati huu. 2, na uhamisha ugonjwa huo wa hiyo miguu na upeleka kule alitengeneza, unampata yeye. 3, mwisho wangu kunena, unampata yeye, unampata yeye. Kwa saa hii ninaamuru apokee maumivu hayo, siachi. Kwa saa hii pokea mateso hayo, pokea haya maumivu, pokea haya mateso. Si umechimba shimo na kuweka ndani ya shimo hilo la magonjwa haya, la udhaifu huu, na kuweka umo, na kuweka umo, na kuweka umo kwa damu ya Yesu, na kuweka umo kwa jina la Yesu. Huo ndio mwisho wa baraka za miguu yako kushikiliwa. Huo ndio mwisho wa adui zako kukufunga na kukaa kama mateso ndani yako. Nami nawapeleka shimoni sasa, nawapeleka shimoni sasa. Roho yoyote ya uharibifu ihame ndani yako, ihame ndani yako. Hama, sitakuacha. Ni saa ya ukombozi juu ya miguu, ni saa ya ukombozi juu ya baraka ya miguu yake, ni saa ya ukombozi juu ya baraka ya miguu yake. Kwa kuwa Bwana ni wewe ulioliona hilo, ni saa yake ya ushindi. Hata toka kama alivyoingia ndani ya nyumba yako hii, hata toka kama alivyoingia ndani ya nyumba yako hii. Atoke mwenye viungo vya miili yake, viungo halisi, viungo vya roho yake, viungo halisi. Na ninatamka kuanzia sasa, hii ni mikono halisi ya baraka zako. Natamka kuanzia sasa, hii nayo ni miguu halisi ya viungo chokikusudia
ulichokikusudia kwa mikono hii kushika, kumiliki, kutawala, kusudi hilo naligongea muhuri wa moto wa damu ya Yesu. Atakayesimama kinyume nalo, upanga wako Baba ukamwage damu, na kushukuru kwa kuwa ndivyo itakavyokuwa. Afya ikaimarike kwako, afya ikaimarike kwako, afya ikaimarike kwako, na kila mtego wa uharibifu, na kila mtego wa uharibifu juu ya hatua zako, juu ya afya yako, na utegua ile nguvu ya uumbaji. Bwana, usimpungukie mama huyu. Kila kiungo kilicho dhaifu kikapokea uzima, kikapokea uponyaji kwa utukufu wa jina lako. Baba, Baba, ni wewe unayesema mawazo ya moyo, mawazo ya moyo wa baba huyu yakapate kibali, yakapate kibali. Maneno ya kinywa chake yakapate kibali. Nakomboa hatua zake sasa, nakomboa hatua zake, nazikomboa ulimwengu wa roho, nakomboa hatua hizi ulimwengu wa roho, nakomboa hatua hizi ulimwengu wa roho. Ile nguvu ya kupata ya kufanikiwa iwe juu yako sasa, asipatikane wa kwenda kinyume na niliyoyanena yaliyo baraka kwako, kwa utukufu wa Mungu Baba. Alama ya msalaba ikawe ya ushindi kwako, kwa kila hatua utakayoipiga, popote pale utakapokwenda, mkono wa Bwana hautakupungukia, utakuwa pamoja nawe sasa na milele yote. Na imimina baraka moja, na imimina baraka ya Mungu Baba mbili tokea mwanzo. Mungu ulikusudia ushindi juu ya mikono hii, ulikusudia baraka juu ya mikono hii tokea mwanzo. Ulikusudia ushindi, ulikusudia baraka juu ya mikono hii Baba. Kwa unyenyekevu wake, malaitu ile nguvu yako ishuke ndani yake, ishuke ndani yake, ikaondoe ule ugumu anaopitia, ule ugumu anaoishi. Kwa sauti kutatu Baba, nguvu yako ikashuke, ule ugumu ukaondoke anaopitia, anaoishi. Moja, unaondoka. Mbili, unaondoka. Tatu, nimemaliza. Nikisema nimemaliza, nimemaliza. Huo urudi ulikotoka, na nuru iwe mbele yako. Giza halina nafasi kwenye maisha yako tena.
halina nafasi kwenye safari yako tena, na neema hii isikupungukie. Utokapo ndani ya nyumba hii, nguvu ya kufanikiwa, ya kuanza na kufika mwisho, nguvu ya kufanikiwa, ya kuanza na kufika mwisho, na iachilia juu yako, iwe juu yako sasa, ile nguvu ya kuanza na kufanikiwa na kufika mwisho wa kusudi hilo, iwe juu yako. Roho ya huzuni, roho ya mateso, roho ya aibu, roho ya balaa, roho ya laana, roho ya mikosi, hapa sio mahala pako. Mahala pake ni kuzimu chini. Iende, ikutoke, isiishi ndani yako, na mikono yako ipokee neema hiyo sasa. Ipokee neema hiyo sasa. Ipokee neema hiyo sasa. Na roho ya kushindwa, roho ya kushindwa, roho ya kushindwa iliyopandwa ndani yako, na iona hiyo. Ninaomba Baba, roho hiyo ing'oke moja. Roho hiyo ninaing'oa mbili. Roho hiyo ya kushindwa kwa kila hatua iliyoko mbele yako ing'oke, na waliokusudia aibu itawapata wao, waliokusudia mabaya kwangu, lini utapita kwangu, lini utapita kwangu, ninataka niguse pindo lako Yesu, lini utapita kwangu.